Hakuna mtu mbaya sana wa kumwogopa hapa duniani kama akifanya yeye makosa. Sio makosa, ila ukifanya wewe makosa anakutafutia mpaka na adhabu. Akifanya yeye makosa, wewe ukiliact kwa huzuni, kwa hisia, anakufanya wewe uonekane kama ndio una matatizo, kwamba umeliact kwa namna ambayo haikutakiwa kuwa umeliact hivyo. Una overreact au unachukulia mambo sijui vipi. Yaani amefanya yeye makosa, afu anataka wewe usiliact. Alafu ukifanya wewe makosa mpaka anakutafutia adhabu. Watu wanapenda kuona wanawaendesha watu, wanawaweza watu, watu wapo chini yao, watu wanafanya vile ambavyo wao wanataka, wao ndo wako kwenye control. Na ukisema kwamba mimi nina mapenzi ya dhati na vumilia, ndo wanachukua kama advantage. Ukitaka kujua tabia na lengo la mtu katika maisha yako, angalia anafanya nini pale unapokosea, na anafanya nini pale ambapo yeye akikosea na reaction yako. Hiyo ndio utajua intention yake. Watu wanapenda kucontrol watu. Na ukiwa ndani ya control yake, basi atazidi kukucontrol. Itafika kipindi utaanza kujiuliza, hivi au kweli mimi nina shida? Au kweli na react vibaya? Yaani anaanza kukufanya wewe ujiulize tabia au action zako. Ukishaanza kuona umeanza kujiquestion, au nakosea, au kweli mimi au mimi ndo mimi, ujue ameshafanikiwa na atakuweka pale muda mrefu sana. Akikuweka pale muda mrefu, utakuwa kama puppet wake, utakuwa kama kanyau au kambwa kake. Atakufanya anavyotaka, atakuendesha anavyokutaka. Atafanya makosa, na kwa sababu unajua kwamba akifanya makosa wewe ndo wa kuomba msamaha, itabaki kuwa hivyo. Be careful.